Mbosso aliketi kwenye kona ya uwanja ule wa milango mingi. Saa ya mzunguko ilikuwa juu angani, saa isiyo na namba, mikono yake ikizunguka bila mpangilio. Kila mzunguko mmoja uliambatana na mlango mmoja kufunguka na kufunga tena kwa kishindo kikubwa. Mlango hauchagui mtu, sauti ya kiumbe ndani ya kichwa chake ilisema, lakini mzunguko unajua nani aliye tayari. Mbosso alisimama mbele ya mlango uliokuwa umeandikwa Rome 0 chanzo. Mlango huu haukuwa kama mingine. Ulitoa joto na palikuwa na sauti ya wanawake wakilia kwa mbali. Aliposogeza mkono wake kufungua, ardhi ilianza kutikisika. Milango mingine ikaanza kupotea moja baada ya nyingine, ikimezwa na giza. Ndani ya Rome 0 hakukuwa na sakafu, kulikuwa na ukungu mzito na taa ndogo zilizowaka juu ya vichwa vya wale waliokuwa wamesimama humo. Ndiyo, kulikuwa na watu. Wengi wao wakiwa wamesimama kimya bila kutikisa hata vidole. Alimsogelea mmoja wao, ni Rehema Mshana, mmoja wa waliotangulia Rome 3. Macho yake yalikuwa yamefungwa, lakini alipomsogelea, macho yake yakafumbuka ghafla, akaongea bila hata ya kufungua midomo, tunangoja yule wa mwisho avunje mzunguko. Wewe ndiye. Ndani ya kifungu cha siri. Mbosso alichukuliwa na nuru ya kushitua. Alijikuta sasa ndani ya chumba cheupe tupu, mbele ya kioo kikubwa. Kwenye kioo hicho aliona maisha yake yote, kila kosa, kila siri aliyojificha, kila mtu aliyemdhuru au kumsaliti. Kisha kioo kikasema, kwa nini tuamini umebadilika? Mbosso alilia. Aliomba msamaha, lakini kioo hakikujibu. Badala yake, kilipasuka vipande 7. Kila kipande kiligeuka kuwa mlango mdogo. Ilibidi achague mmoja tu. Mlango aliyouchagua ulisomeka, msamaha si ukombozi, ni sadaka. Alipoingia, alirudi kwenye chumba chake cha zamani, Rome namba 3. Lakini sasa chumba kilikuwa tupu. Hakukuwa na kiumbe. Hakukuwa na sauti. Ukuta mmoja ulikuwa wazi, ukionyesha dunia ya nje. Na kwa mara ya kwanza, mlango wa kweli ulikuwa wazi. Lakini Mbosso alipokanyaga kuelekea nje, sauti ya msichana ikamuita nyuma yake, ukitoka mwingine ataingia. Mbosso aligeuka. Na nyuma yake, mlango wa Rome namba 3 ukawaka moto, lakini ndani ya moto huo aliona uso wa kiume. Rafiki yake wa zamani ambaye alimdanganya kuhusu kifo cha mama yao. Mbosso hakutoka. Mara baada ya sauti ya msichana kumwambia kuwa ukitoka mwingine ataingia, moyo wake ulikuwa mzito. Alijua kulikuwa na mtu mwingine aliyebeba mzigo wa kosa lake. Hakutaka mzunguko uendelee. Akarudi ndani. Ndani ya chumba, ukuta mmoja ulianguka. Ukafungua njia ya giza, njia yenye ngazi zilizojikunja zikienda chini sana, kana kwamba zinaelekea moyo wa ardhi. Kwenye ukuta wa njia hiyo, kulikuwa na maandishi yaliyokuwa yanaonekana kwa damu inayotiririka moja kwa moja, huwezi kujua sababu ya laana kama hujamjua mwanzilishi. Mbosso alitembea ngazi hizo kwa saa kadhaa. Hakukuwa na kelele isipokuwa sauti ya mapigo yake ya moyo. Hadi alipofika kwenye pango lililofunikwa na mapazia mekundu. Ndani ya pango hilo palikuwa na mtu mzee sana, mwenye ngozi iliyokunjamana kama ngozi ya nyoka aliyekauka. Mzee huyo alikuwa kipofu, lakini alijua taji yupo. Bila kumwona aliongea, wewe ni wa 101. Umevunja mzunguko, lakini hujaokoa roho yako bado. Mbosso alimsogelea. Nani wewe? Mimi ndiye aliyelala kwenye Rome namba 3 kwa mara ya kwanza, mwaka 1901. Nilijenga chumba hicho kwa ajili ya kuadhibu wale waliotoroka haki. Lakini chumba hicho kilizaliwa hai. Kikasahau amri zangu. Kikawa kinatawala vyenyewe. Mzee huyo akaongeza, ili utoke, ni lazima chumba chenyewe kikuchague kama msimamizi mpya au kikufute kabisa. Taji alishtuka. Je, hiyo ndiyo maana yake? Alikuwa sasa si mfungwa bali mrithi wa giza hilo. Mbosso akauliza, kwa nini mimi? Mzee akajibu, kwa sababu ulipoteza mtu kwa sababu ya chaguo lako.
Wewe huwezi sahau, lakini pia huwezi kusamehe. Chumba kinaishi kwa hisia hizo. Wewe ni chakula chake na sasa unaweza kuwa mhudumu wake. Ghafla pango likatetemeka. Mzee akasema kwa sauti ya mwisho, kuna mtu anayeingia sasa. Ikiwa hutakaa, utamruhusu akumbane na hatima yako. Mlango wa juu ulilia, ishara ya mtu mwingine anayeingia room namba 3. Mbosso sasa anabeba chaguo: kubaki na kuwa msimamizi wa room namba 3, kuiwahi roho ya mtu mwingine, au kuacha kila kitu, kutoka, lakini kwa bei ya maisha ya mtu asiye na hatia. Sehemu ya 4 itaonyesha nani anayefuata, na ikiwa Mbosso ataamua kuwa mkombozi au mfungwa wa milele.